Haleluya! Asante sana ndugu wananchi, nimekuja kuomba kura kwa mara nyingine. Nipo na kijana wangu wewe, mbona uko vyozo bana? Hebu nipe nandi. Vua na koti. Kuwa na confidence. Haujiamini? Wewe unaweza kunilinda kweli bomu likitokea wewe? Inaonekana naisha kipumbavu katika nchi unizalishe. Miaka 5 yote nimehudumu katika nchi kwa ujasiri na kila kitu. Nimejitoa, unaanguka mbele ya halaiki kama hivi. Ndugu wananchi, naombeni mtuwie radhi kidogo, ni mambo tu ya kiufundi yamejitokeza hapa mbele yenu. Niko na kijana wangu hapa. Anaitwa ni bodyguard wangu, wananilinda sana. Mtimilifu niliofanya ndani ya miaka 5 iliyopita. Miaka mingine 5 inaenda kufanya kazi. Kuna mambo makuu 4 naenda kuyafanyia kazi na mtaishi kwa raha sana katika nchi. Dar es Salaam itakuwa kivutio cha watalii. Kwa miaka mingine 5 tu China. Simniangalia bila mimi nyewe ile flyover mngeipanda. Yale mapantoni ya pale baharini mngeyapanda. Bila mimi nyewe wananchi mngepanda hivyo vitu. Barabara 3, 4, 5, 6, 7 mngepanda kama sio mimi. Ahadi yangu ni kwamba baada ya miaka mingine 3 au 5 inayokuja mbele, ule uwanja wa Mkapa nitaugeuza ule. Utakuwa si uwanja wa Simba wala si uwanja wa Yanga ule. Itakuwa ni guest house. Yes. Yeah, lazima niongee kwa confidence. Itakuwa ni guest house. Wanaingia watu wangapi? 60,000 kila mechi. Kwa siku 15,000 kwa siku, kwa mwezi tunashinda ngapi katika nchi? Tunapoteza mapato bure. Mama karibu. Mheshimiwa Rais, kutokana na haya yote ulioyaongea, mimi nilikuwa naomba kuuliza neno moja kama mwandishi wa habari. Sawa, umejenga madaraja, umejenga barabara. Je, unaliongeleaje kuhusu swala la ujasiriamali? Wamama wanateseka sana kutokana na migambo, wanachukuliwa vyombo vyao, havirudi mpaka watoe rushwa. Hilo naliongeleaje huyu Rais? Unajibu. Kwanza mkono mtupu haulambwi mama. Cha kwanza. Mkono mtupu haulambwi. Mheshimiwa Rais, wananchi wanakutegemea wewe na matatizo yao yote wanaelekeza kwako wewe. Wewe unasema kwamba mkono mtupu haulambwi. Je, wewe kama rais, hilo ni sahihi unaloliongea? Fakti zimezingatiwa na kila kitu ninachokifanya kipo katika irani ya chama chetu mama. Kuna dawati la jinsia nimelitengeneza. Umelisikia? Ndiyo, ila nimelisikia. Dawati la jinsia nimelitengeneza na nimeliunda vizuri mwenyewe kwa mikakati ya chama chetu. Lisimamie masuala ya wanawake. Hawa wanawake wanaonewa sana. Wanaonewa sana. Inakera, inatia huzuni. Sometimes unajisikia hadi kulia. Sema ndio hivyo tunajikaza. Unaona? Mheshimiwa, hata si wanaume tunaonewa. Wewe acha tu. Naumia sana. Najisikia hadi kulia. Lakini najikaza. Dawati la jinsia nimeliunda kwa sababu ya kuwafanya watu wao wanaowasimamia wajue jinsi ya kutuomba pesa. Jamani, mtu anaomba pesa kama akakupatia ya kwake. Nipe pesa, sema naomba pesa, nisaidie pesa na matatizo. Nini maana yake? Mama, una jambo lingine liko wapi? Jambo lingine, Mheshimiwa Rais. Uliza swali ambalo rais anaweza kulijibu. Ukiuliza swali ambalo rais hawezi kulijibu, huo ni uhaini mama. Huo ni uhaini. Hebu toa wewe, peleka kule. Peleka ndani. Toa, peleka ndani. Peleka huko. Wananchi. Wewe. Kikao mwisho. Hii ni maajabu. Nifuate.